Let us pray. Almighty God, we come before you with thanksgiving, acknowledging that truly you have been good to us. And today, as we have set apart this Sunday, to just tell you thank you, our prayer is that God, you will accept our thanksgiving. Now, Lord, as we reflect on your word, minister unto our lives, guide us and help us. For this we pray with thanksgiving in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. We may have our seats. Praise God, church. Amen. Good morning. Yeah, God has been gracious to me. I'm born again. Christ is Lord and Savior. And I'm also happy to see all of you. And we thank God together, even this day that we have set apart. Our prayer is that God will accept our thanksgiving. We are in that mood of thanksgiving, acknowledging that all this is by God's grace. And this is a day, or rather I should talk about last Sunday the 6th. It is a day that is set by our Presbyterian Church where we all come together and say thank you to God. But for us as Ngong Parish, we decided to move it to 13th, which is today. And we thank God even as we come together. He has been good to us and he will continue walking with us. For the sake of the visitors, I'm Josephine Mutuota. Christ is Lord and Savior. We want to say a big thank you to our teens' parents for sending your sons and daughters to Rockfield. God bless you, parents. Asante sana kwa kuwatuma vijana wetu, na pia tunashukuru our patron wa youth na the youth coordinator Wana Kinoti for working with our team. And I can assure you that out of the 10 plus parishes ambazo zilikusanyika pale, sisi kama Ngong tuko na sifa nzuri. Bwana asifiwe. Asanti wazazi, Mungu awabariki sana kwa kuwashikilia vijana wetu. Tuendelee na kuwashikilia na kuwatia moyo. Nataka kusisitiza kuhusu ibada ya communion ambayo tumetajiwa on Thursday. Wale ambao ni communicants, tutakuwa na hiyo ibada, we call it Holy Thursday. Na kwa sababu ni Holy Week kuanzia, today is Palm Sunday. Hebu fanya hivi kama uko na yako. Wale wako nayo. Elda Martin, na ukupata? Shika, saidiwa. Elders wasimame na wafanya hivi. Wewe student minister, shika. Hii maneno namna gani? This is very, very important. Shika. Oka nini? Elders together, Hosanna. Nyinyi, shh. Elders together. Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Tuwapigie makofi. Hosanna in the highest. Members, it is your turn now and you lift. Kama uko karibu na simameni. Kama uko pahali mtu ambaye hana mkatie kadogo. Na nyinyi muimbe tukisikia Hosanna. Makofi. Asante, God bless you. We glorify God. Na tunapoimba Hosanna, tunamwambia Bwana tuokoe, tuhurumie, tuangalie kwa neema, tusaidie. Sisi tumelemewa. Bwana asifiwe. Na tunapo mark the Palm Sunday 2025, tunaomba ya kwamba kama vile haya matawi ni ya green, hata maisha yetu yakae ikiwa green. Na sio tu huku juu,
mpaka uko ndani. Praise the Lord. This is a very beautiful leaf. Si ndio? Hii ni mtu ambao ni very smart. Mungu asaidie maisha yetu ikae ikiwa smart, beautiful and clean from inside out. Hivi kwamba watu wanapotuona wanaona utukufu wa Bwana. So today is Palm Sunday. Kuanzia kesho tuko na Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday, Holy Thursday. Then on Friday tunaita again Good Friday. And we always say that it is Good Friday to us, but it was not a Good Friday to Jesus. Was it a good one? It was not a Good Friday. But for us who are beneficiaries of that, we call it Good. Na basi hata tukichangamkia Good Friday, tufanye mambo ambayo inaandamana na Good Friday. Because it is Good Friday for us, ndio unakuta watu wako na mambo mengi. It was not a Good Friday for Jesus. He was put on the cross, a painful experience for our sake. So we call it Good Friday kwa sababu ilituletea baraka. Then on Saturday, this is when we remember, na hii mambo yote sisi ni kukumbuka na kucelebrate. Tunakumbuka vile aliingia kaburini na akiwa pale kukawa na hofu, wanafunzi wakawa wameshindwa kutaka namna gani, kumetulia. Lakini on Sunday, praise be to God, wakasema he is risen. Wadada Bwana asifiwe. Hao ndio walianzia hapo. Hata wanaenda pale wakiulizana nani atatuondolea. Na wandugu sijui walikuwa wapi. Tukifika mbinguni tutawauliza. Where were they? Na tunajua today if we want to lift this pew here, tukiona mama hapa anajaribu kuchukua Wakariuki ajaribu kuchukua hiyo, ndugu hapa atakimbia na mwambie wacha na amsaidie, si ndio? Lakini kwa ufufuo hawa ndugu walikuwa wameenda wapi? Kayole. You know, they were not there. Hawakuweko. But the good news is this: Jesus is alive. Praise be to God. That scripture has a lot of interpretation. Na interpretation ya kwanza ni hiyo, tunaona hawa wamama wakiwa wamejikakamua, wamekazana. But all said and done, Yesu yu hai. Kwa sababu sio sisi wote tumechaguliwa jambo fulani. Hiyo ilikuwa imechaguliwa kwa kina dada. Are we together? Tukirudi, this is a lot of teaching that we can do together. Lakini ni tukirudi paka vile Yesu alizaliwa, so tuliona tu dada ndiye alikuwa anajua. Paka ndugu anapanga Sindio? So in this life, we are ordained for specific things. Na nataka kumalizia hiyo Holy Week kidogo tu kwa kutaja, kwa kusema, please don't allow yourself to miss out in God's visitation. Luke chapter 19, ukisoma from verse 41 to 44. Jesus wept. Wacha ile ya ndugu kufa. He wept for this city, the same city Jerusalem. Aliwalilia kwa sababu walikaa tu wamejisahau. Hawakutambua walitembelewa. Hawakutambua ya kwamba Mungu yupo. Wewe member wa Ngong, please don't miss your day of visitation. And sometimes at Easter, unakuta watu wako na mehango mingi. Mehango ni nini na Kiswahili? Shughuli. Wako na shughuli mingi. They miss out the day of visitation. Unakuta kama parokia, tunakaa tu, tuko na mambo mengi. You miss out the Lord's visitation in your life. And the moment you miss, woe unto you. This Easter, my message to you as members Ngong Parish:
don't miss out on God's visitation. There are many side shows that can steal away your focus, but don't miss out. As you travel, as you host visitors, as we stay at home like us, hallelujah, sitrakua to home. You know, as you do many things, don't miss out in the Lord's visitation in your life, so that Easter may bring the true meaning in your life. Kila wakati naona vile Yesu aliangalia Yerusalemu, na unajua leo tunasema the triumphal entry in Jerusalem. The same, tunaweza kuwaita Jerusalemites. The same Jerusalemites who are saying, Hosanna, 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 Hosanna. Si kama vile tunasema. The same people got into, that confusion, and they forgot the day of the Lord's visitation in their lives. To see miss. So today, to us, kwetu sisi leo, tukiangazia neno, tuko na mambo mawili. Ya kwanza ni Palm Sunday, ambayo is one of our liturgical key area in our lives. Palm Sunday ndio inatusaidia kuingia kwa hiyo wiki, na kama parish tumekuwa kuanzia mid-March tukitembea katika hiyo safari ya 40 days ambazo tutakamilisha on 18th, ndio tuingie Easter, which is also another very key area in our lives. So leo tuko na Palm Sunday, na pili tuko na Thanksgiving. Can we say Thanksgiving? Thanksgiving ambayo tuna observe, na kama vile nimetangulia na kusema, ni siku imetengwa na kanisa letu, watu watoe shukurani. Lakini sisi kama Wakristo tunasema, hatugojei tu kutenga siku. Unajua tunaishi siku za kutenga. Sio tu kugojea siku imetengwa. Lakini Thanksgiving to us is a lifestyle. Si ndio? Ya kwamba every time sisi tunamshukuru Bwana. Lakini sasa tukiwa na siku kama hii, nashukuru ya kwamba kuna familia wameona, yes, we want to observe this day kama family. Wengine mtu binafsi anaona ninahitaji kuobserve hii day, na wamejitokeza na wameshikanisha their observation of the day na ile kujitoa na kujipeana. That is very good. Tukiangalia katika kitabu cha Zaburi 95, hapo ndio tumesoma. Ni 90 ama ni 90? Waswahili wacha tuseme 95. Wacha tuseme 95. Psalm 95 inatuita tuwe na shukurani na kumsifu Bwana, tukitambua mambo makuu ambayo Mungu ametenda. Hapa hakuna mtu ameketi ama hakuna mtu anafuata kwa mitandao anaweza kusimama aseme sijaona lolote Bwana ametenda. Sote tumetendewa makuu, na basi ukiangalia from verse number 1 to 5, Zaburi hii inatuita tutambue mambo makuu ambayo Bwana ametenda. Na tunapotambua na kutoa shukurani, Biblia inatukumbusha ya kwamba in his hands are the deep places of the earth. The strength of the hills is his also. Mikononi mwake hata kule kumeingia sana, kule ni kwake. Na pia nguvu ya milima ni yake. Kwa hivyo huyu ambaye tunamtambua kwa shukurani na kutambua matendo makuu ni Mungu mwenye uwezo. Praise the Lord. That he holds the deep of the earth. He holds the strength of the hills. Hizo zote ni zake. In other words, hata Ngong Hills si hiyo imejishikilia. Mjua saa zingine tunapanda huko tunang'edhia. Kama mimi the first time I went there,
Unajiangalilia tu. Unaona. Na kama ujaenda Ngong Hills, enda. Hata nyinyi wa mitandao, kujeni mwende Ngong Hills, it's amazing. But even as you are in and kama vile unashangaa, mwenye kushikilia ni Mungu. So he's a mighty God. Verse number 5 inasema, the sea is his and he made it, and his hands formed the dry land. What does that tell us? That as his creation, sisi kama walioumbwa na huyu Mungu, tunafaa tu kumwabudu. Ni mwabudu nani mimi kama siyo wewe? Ni mwabudu nani mimi kama siyo wewe? Hakuna mwingine wa kumwabudu ila ni wewe Jehovah. Praise be to God. Letu tukishatambua hivi vyote, the great work, how great our God is, letu ni kumwabudu tu. Na from verse number 6, the psalmist calls us, na anatuambia, come, let us worship and bow down. Let us even go further and kneel before the Lord our Maker. In other words, sio kushangaa tu. Unajua iko wakati tunaimba Bwana Mungu, unashangaa kabisa. Unashangaa tu. Toka kwa kushangaa sasa ingia kwa kumwabudu. Praise the Lord. Iko vitu tunafanya wapendwa tu ni kama kusema tu na hapana. Unapoangazia ukuu wake, unaposhangazwa na nguvu zake, go down and worship the Lord. And worshiping the Lord, friends, is not the many things that sometimes we imagine. Worshiping the Lord is living according to his standards. Are we together? Ni kuishi kulingana na zile njia ametuambia tufuate. Kwa sababu there are people who are very good in lifting their hands, kneeling, doing the many things, but kule ndani hakuna mwangaza. Worshiping the Lord is acknowledging that yes, I need to surrender to him. Verse number 7 inatuambia, for he is our God and we are his people, the people of his pasture, the sheep of his hand. And therefore to this day, if you hear the voice of God, do not harden your hearts. Yeye ni Mungu wetu, sisi ni wake, kondoo wa malisho yake, na basi tunaposikia sauti yake, tusifanye mioyo yetu migumu kama the Jerusalemites. Bwana asifiwe. Tusije tukafanya mioyo yetu migumu. Tusikie sauti ya Bwana. Asije akasema, najua kuna watu ambao walitoka kwa kanisa, sijui kama ni ya AIPC ama ni ya ACK, au ndio wanajua hii verse vizuri, especially from the book of Exodus. How wanaimba, hata wanaimba ikiwa ya wimbo. Ota uria mwekire koume riva, ona koumasawe. Nyinyi mlikuwa wa hiyo church. Nani egehetagianirira giuga, mutigatonya kihuruko-ini giakwa. You know, they tested the Lord at Massa and Meribah to a point whereby roho zao walikataa kabisa kunyenyekea na kujitoa kwa Mungu, naye Mungu akaapa. You know, the psalmist anatuonyesha, see who the Lord is. See how powerful he is.
See how mighty, his hand is to hold the deep, to hold the hills, to hold the sea. See who God is. All these should melt our hearts to humility. Praise the Lord. All these should melt our hearts to surrender. All these should melt our hearts to turn to God and desire to do his will. But if you don't do so, he gets to a point of saying, yes. He can swear in his wrath. In verse number 11. That we will not enter into his rest. Thanksgiving helps us to surrender to God. Kutoa shukurani inatusaidia kujiweka na kujimwaga kwa Mungu ili tutembee pamoja naye. Wakati mwingi tunasema, hata watoto wadogo tunawafunza kusema asanti. Si ndio? How much more sisi ambao tumetambua, tumefahamu, tumesaidiwa na Mungu, how much more should we say thank you? Walimu wa church school najua wameshaenda, they can easily tell you, wanaweza kukuambia rahisi sana, mtoto ambaye amelelewa mahali kuna virtues ambao zinapaliliwa, na mtoto ambaye amelelewa mahali virtues kama kusema asanti hazipo. How do you know that? Ukipatia hao watoto wawili soda, na si ile ya chupa ya plastic, ile ya chupa ingine ya kufanya hivi, si mnajua? Wale wako na opener, ile ya kufungua na opener. Ukiwapatia hivi wawili, yule mtoto ambaye anatambua this virtue, kitu cha kwanza anasema thank you. Si ndio? Huyu mwingine anasema nifungulie. Na hataki kujua nifungulie. Hata hana nafasi. And there are Christians who are like that. Lakini hawako huku, hata hawako kwa mitandao, but nawaambia kuna watu wako hivyo. Mungu ametutendea, lakini kazi yako tu ni kuambia nifungulie. Take a moment and tell God, thank you. Praise the Lord. Just take a moment and tell God, thank you. Usijigonge kifua. Usijigambe. Humble yourself. Say thank you. In our Christian faith, thanksgiving being a lifestyle helps us to surrender to God at all times. Lakini Mkristo ambaye hana shukurani, ndio unakuta moyo wake ni mgumu kama jiwe. Na alipokuwa kama sisi ni wale wa Presbyterian wako hapa, alipokuwa kiwekewa mikono, alisomewa mahali panasomwa kwa liturgy ya kwamba sasa Mungu anasema atakuondolea moyo wa mawe, akupe moyo wa nyama. Mlisikia hapo mkisomewa? Na hiyo moyo ya nyama ilienda wapi? And so thanksgiving helps us to melt to humility and surrender to God. Mkristo ambaye amejawa shukurani halemewi na kujiachilia kwa Bwana. Inakuwa ni rahisi sana. In our second reading, tukiangazia Palm Sunday, tunaona Yesu akiingia mahali pale na anawatuma. Tumesoma the Matthew version. Katika Mathayo tunaona anawatuma wanafunzi wawili na anawaambia, ingieni katika kijiji kile na muende straight, muende pale na mtakuta an ass tied and a colt with her. Mtakuta hao wawili ama mwanapunda aliyefungwa pale. Matthew anasema, loose them and bring them unto me. Ukumbuke hawa sio wa Yesu. Si alikuwa amewanunua. Bwana asifiwe. Na hatujui kama walitumwa kwa boma iliyokuwa inanunua. Unajua kuna boma ya kuzalisha kama ya Wamasai ni ya kuzalisha ng'ombe, na si ndio wanazalisha wenyewe. Wale majirani wakija wananunua. Kwa hivyo ile utapata kwa majirani ambao si wa hiyo community au ni wa kununua. Masai wanazalisha. Are we together? Sasa hatujui kama hawa walitumwa pahali
huyu mwanapunda walikuwa amenunuliwa na mwenye kununua akawaleta kwake ili wamtumikie, wamsaidie, na sasa huyu Yesu anakuja anatoa amri, endeni mfungue na mlete. Are we together, church? What you have today, God has authority over it. You like it or not, it is not yours. The strength, the ability, whatever you may call it, it is not yours. Are we together? Anytime, anaweza kusema, go bring it. Inaweza kuitishwa. The gatogoria kanaitwa nini? Hapa, onakonoet. Are we together, church? Hapa. Anybody mwanasema the mind? Kau. Na gutiri kindu kiuruta mundu te gatongori. Heri ukutane na mnyama. Kila utugana mundu tena. And so the call that God extends to us is a question. How are you using what he has given you? Because he has power over it. Remember, anatumana kwa wenyewe, na wanafunzi wangekaa wamuulize, hai, Yesu akaenda mbele yao akawaongezea maneno. Mtu akiwauliza, muambieni Bwana ana haja. Praise the Lord. Yesu alisoma the mind of these people, akaona karibu tu warudi waniulize, na tukikimbizwa na umbwa, hata hakuwauliza kama kuna umbwa, hakuambia aliwaambia go straight. And then mfungue na mle. Sasa kwa hiyo mfuko yako, go straight. Fungua. Mtu akikuuliza umwambie Bwana ana haja. Saa zingine tunakaza, fungua, Bwana asifiwe, open and tie. Leta, kwa sababu Bwana anaitisha. Yesu aliwatambua, watamuuliza, utaenda namna gani? Waambia, mtu akiwauliza, mwambie Bwana ana haja nayo. Our lives are key in the kingdom of God. Pengine tumefungua mali yetu. Pengine tumefungua our skills. Pengine tumefungua hiki na kile. But have you untied your life to Jesus? Wakati mwingine tunamwambia, yes, Bwana tawala, pesa yangu, nini yangu. You know, kuna wakati wanaume walikuwa nasema hata bibi niliwapea. Sijui, unajua walikuwa wanatupeaga bibi kwa kanisa. Ukiuliza mwanaume ati, mbona ukuji? Mimi hata bibi niliwapea. Sisi hatuna haja na bibi. You know, tuna haja na wewe ukuje. Praise the Lord. Ati mimi ninakuwa nimejitolea kabisa. Hata bibi ni, hata watoto. Sisi hatuna haja na wao. Ni wewe. Na hivyo ndivyo kanisa letu lilienda likififia. Kwa sababu ya wanaume kupeana bibi zao kwa kanisa, watoto kwa kanisa, lakini hawajipeani. Lakini hii ni kanisa poa sana. Praise the Lord, men. Men, Bwana asifiwe. Yes, iko wakati kanisa ilisafa hiyo ugonjwa. Whenever you go witnessing, unasikia mzee ako pale akifusha hiyo ugonjwa na mtumie ndamu heire. You know, na tukumbure tikania tu heire kania tu imire na atujui anatupea. You know. Sasa Mungu kwa neema anatuuliza tufungue maisha yetu kwa, untie your life, because God wants you. He has power over your life. He wants you. He's calling you. Na kwa hii kama vile tunaona wanafunzi wakienda kwa ujasiri na wanaenda, they brought the ass and the colt and put on them their clothes and they set them to go. And a very great multitude spread their garments in the way. Others cut down branches from the trees and they were swaying them, saying, Hosanna, praise the Lord. Sometimes unajiuliza,
Hii multitude, when did they practice the song? Umeona session inalemewa hapa kurudia tu. Hallelujah. Asifiwe. Hallelujah. But these people had not done any practice. Na wote walijua Hosana. Praise the Lord. Kwa sababu alipo Yesu mambo ni sawa. Alipo Yesu mambo. The person who was in their midst was not just a kawaida person. Na basi akaleta harmony. People who had not done a practice at all, wakaweza kuimba Hosanna. They cried saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he that comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. They spread their clothes. Again, together with the colt, the ass, together with that, some spread out their clothes. Others cut the branches to welcome this king. But friends, as you observe this, remember that these are the same people who sang Hosanna, who said, crucify him. So, hii dunia ina mambo mengi. Hii dunia ina mambo mengi, lakini tutatoboa. Bwana asifiwe. Mara ni Hosanna. January, February, Hosanna. March kidogo Hosanna inaenda ikififia kidogo. April anasema crucify. But our Jesus is victorious. He has given us victory. Praise the Lord. Yesu alipotumana, mwanapunda akaletwa, iliguza mioyo ya wengi. Verse number 11 inasema, and the multitude said, this is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. Other versions zinauliza, who is this? And immediately, the same verse inajibu, this is Jesus. Praise be to God. Our God is a self-introducing God. He does not wait to be asked, who are you? He is a self-introducing God. And I know he has introduced himself to you. You don't need to be told who God is. Tukirudi kwa Zaburi, come let us worship the Lord, our God. He is our God. We are his people, the sheep of his pasture. As we say so, he has already introduced himself to us. Hawa watu hawakugoja waambiwe huyu ni nani. Alijidhihirisha. Na Mungu wetu ni Mungu ambaye anajidhihirisha. Na anapojidhihirisha kwetu, letu ni kumpokea. Letu ni kumkaribisha. Letu ni kumusikiza. Letu ni kumtii. Letu ni kujitoa na kujimwaga kwake. Praise the Lord. He's a self-introducing God. He reveals himself to us. Ndio unakuta hata kama mtoto kadogo ambapo bado huyo mtoto hajafika that level ya kutambua mambo mengi, because we serve a self-introducing God, huyu mtoto bado akona kiu cha Mungu. Mungu huyu, he introduces himself to the young, to the old, to the middle-aged, to all of us. The question is, can you say, this is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee? Wewe je, unaweza kumtambua? Unaweza kumtambua huyu? Kwa sababu wapendwa, tunaweza kuwa kanisani, lakini bado hatutambui Kristo. Na ndipo ile Zaburi ya 95 inapotuita tukamwabudu, tujiweke kwake, tumtolee shukrani, bado inatupoint to what we call consequences. There are consequences of not knowing this God. There are consequences of not obeying God. There are consequences of taking the things of God lightly. Kuregesha, kufikiria na Kikuyu ni ngumu.
kuregeria wira wa Ngai. Ati ni kufanya nini? Kuregeza. Nikago. Kuregeza. Tunashika tu hivyo tu. Hatuna ile. Friends in the Lord, we may say Hosanna in one voice, but you could be left behind. Physically, we see you saying Hosanna, but uko nyuma. It is time to come forth. Praise the Lord. And say, this is Jesus. And not only so, I want this Jesus. Alijitoa, akajipeana, na ndipo tunamshukuru. Hata kama una lolote la kusema lingine, mshukuru kwamba alikubali kuja kwa niaba yako. Akafa kwa ajili yako. Hata kama una mambo mengi. I know there are people who can list so many things. Amenitendea. There are people who are able to give details. Na pengine wewe ukikaa hivi, ni maisha. Unajua saa zingine maisha inapeleka mtu hivi na kwa hiyo tariki huo kanio. Ushahiyo. Wanasema shukrani ya nini? Even in that state, amidst all that, thank God that Christ came for your sake. Praise God. Na kapitia kwa njia ngumu sana kwa ajili yako. As we reflect on this love, this grace, we can only say, let us worship the Lord. Let us come and bow before him with thanksgiving, kneeling before him, praising the Lord. Praise be to God. And finally, as we look at this team ambayo ilikuwa inashangilia Yesu, Biblia inasema, and the multitudes that went before him and that followed him cried, saying, Hosanna to the Son of David. Kulikuwa na umati mkubwa. Wengine wako mbele, wengine wako nyuma. And they were moved by the triumphal entry of Jesus in Jerusalem. Praise be to God. Na alipoingia hapo, utaona ilifika tu pia pahali katika hiyo safari. Just read your Bible. Utaona ilifika pahali katika hiyo kuingia Yerusalemu, akachukua kiboko. Jua watu wengine wanafikiria kwa Mungu hakuna. Dokire gwakwo kenyoni amehaka. Na ogeshoka o kenyoni awatho. Turaga nyumba-inĩ yaku. Negwadika ekonyika oru. Woigire mweki oru wothe. Nyumba ĩno yaku wakire na thĩna nawe ũrigicĩirio. Ĩni nawe wakire Kiothe magegwetigera koma ugetigera rugendo rũrũ rwakinya mũthia niĩ nĩnjũĩ wega ngakena mũno maitho makwa nĩ makerorera Ciandũ arĩa
thigu matore na thayo ngoro-inĩ ciao ihurũkĩte. Praise the name of the Lord. Yesu anaingia katika hii safari yake, anakuta watu wanauza na kununua. Alicheka na wao? Hakuna kucheka hapa. Bwana asifiwe. Hapa hakuna kucheka. Na usilete mchezo kazi. Hapa hakuna mchezo. Metha ni kuhaguru. Na unajua Yesu hakuwa ati amejenga, ati ako na manguvu. Ni ashiagorire. Akimahiokia. Hapa hakuna mchezo. Wakristo wacheni mchezo kwa nyumba ya Bwana. Wacheni mchezo kwa kazi ya Bwana. Wacheni tuache mchezo. In the same journey, Sunday ni Palm Sunday, Hosanna, Hosanna. Woi, usilete mchezo. Are we together? Yes, kama unakuja kuuza hapa na kununua dutura na matube makwero, please. Usilete mchezo, ha? Kwa nyumba ya Bwana kuna oda, kuna jinsi ambavyo Bwana anataka tukae. Lako na langu ni kusikia na kufuata. Praise the Lord. Tables will be overturned. And sometimes, just as we said about these ladies, maybe hapa Ngong mmechaguliwa huyo dada overturn tables. Na hata zigeuza. Bwana asifiwe. Yours truly. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit.